Hamjambo ndugu mtazamaji wa Clever Flash TV. Hapa nilipo nikiitwa majina Dhahabu, ndio mtangazaji wenu kwa siku ya leo. Siku ya leo tuko na wamama ambao mtawasikia kwa majina, hiyo ni wanani na wanatumika wapi na wanafanya kazi gani. Tukianzia ngambo ya huku, mama hamjambo? Jambo. Sijui kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mama Minyone. Mama Minyone. Tukienda mwingine upande wa pili, sijui mamangu jambo. Jambo sana. Sijui kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Antoinette Fomera. Mama Antoinette. Kuna Mama Antoinette na Mama Minyone. Mama Antoinette, sijui we ni nani na ni nini hasa inakufikisha mpaka hapa? Mimi ni kwa kazi ninayoifanya. Ndio. Mimi ni mganga, lakini katika kanisa letu natumika kama vile mama makamu, kiongozi wa wamama, tawi la wamama. Kanisa inaitwa jina gani? Kanisa yetu inaitwa Ministère Prophétique Internationale de Sentinelle. Asante sana. Ni hivyo mamangu, na wewe sijui na wewe kama unatumika pamoja na hiyo ministeri ya mama hapa Antoinette, au na wewe una ingine ministeri? Hapana, mimi kwanza kimnafsi niko mwalimu, naongoza watoto shuleni. Asante. Na pia katika hii Ministère Prophétique de Sentinelle mimi ndio kiongozi wa wamama. Wewe ndio kiongozi wa mama. Na kiongozi wa mama, kuna tofauti gani ya ministeri na eglise? Kuna tofauti ya ministeri na eglise. Ministeri ni kikundi fulani ambacho watu wanakutanana, na pia ni kanisa ni nafasi kwenye watu wanakutanana wakiabudu Mungu. Asante sana. Tuliona post yenu ambao mliposti, na ndio mada leo kuhusu mwanamke kujitegemea na uzalishaji. Sijui Mama Antoinette, ni namna gani mwanamke anapaswa ajitegemee? Ndiyo, shukrani sana papa journalist. Mwanamke kujitegemea, kwanza labda nitafasiria kujitegemea ni kusema nini. Kujitegemea ni kujipatia kwanza nguvu, kujiwekea akiba na kukamata azimio. Mwanamke anapaswa jua kujitegemea, kukamata azimio na kuweka akiba. Ndio maana tulitaka siku ya leo tujifunze pamoja na wenzetu katika kanisa namna gani mwanamke anapaswa kujitegemea. Tukisema ministeri yenu kwanza inapatikana wapi, ili mtu atawasikia hapa anaweza kawatafuta? Ministeri yetu inapatikana Mwaveni, kata kwanza la Kasenga, Mwaveni Azuri. Okay. Yule wa barabara namba 7. Ukifika pale afasi na Ecole Complexe Scolaire Le Bonheur, ukifika pale utatupata. Asante sana. Na muna ingia siku gani na siku gani? Tunaingia siku ya pili, tuko pale na Sakenda, tuko hapa ku ministeri. Tunaingia pia na siku ya Mungu saa 3, tuko kwenye ibada. Na magharibi tena ile siku ya Mungu na 15 jisi tena tunakuwa tena hapa kwa ministeri. Asante sana. Mama Antoinette, mwanamke anaweza kujitegemea namna gani? Mwanamke kusema ajitegemee ni kwanza kujiweka huru. Namna gani huru? Usikuwe independent, maana yake ufanye kazi. Njoo utaweza kujitegemea. Bila kazi hawezi kuwa na uchumi, na njoo kwa maana hawezi weza kujitegemea mwenyewe. Na okay, kazi Mkongo, lakini hakuna kazi, hakuna wenda kuna kuchuruza, unakutana mtai hakuna. Sasa atachuruza namna gani na atajitegemea namna gani? Mara mingi mwanamke hakukuwa na julikana, hakukuwa nafanikiwa msosiete, na njoo ilikuwa inatuma siku za mingi anarudia nyuma. Lakini pamoja na siku kuendelea na watu kuona mbele, wametia mwanamke kwa mstari ya mbele hata kama vyafika, ili wamsaidie
apate ile mwanzo ya kujitegemea. Na ile mwanzo ya kujitegemea haianzie pale pale kwenye mwanamke anakuwa mwanamke, inaanzia depuis utoto wa mwanamke. Ilifo kumtayarisha. Mama Mignone, mimi nasikia wene mama Antoinette yako pale anasema abiangia hata mkichwa. Sasa ministeri yenu inasaidia nini mwanamke juu ajitegemee? Juu mwanamke anasema ilifo kumwandaa, nani ataandaa? Mwenye ataandaa mwanamke ni sisi wa mama kwanza. Tujijue mama ni nani. Nasikia mwanamke ana uwezo naye wa kusema hapana. Ijapokuwa niko mwanamke, ndaweza fanya na mimi biashara fulani na mimi najikuta kabisa niko mwanamke. Na ministeri inatusaidia kwa sababu tunaorganize information leo. Hapana ndugu mtangazaji. Mwanamke kusema achuruze haimaanishi kama atakuwa malaya. Njoo pale kwenye nilikwambia wanapaswa kumtayarisha. Maana yake akuwe na education de base. Yaani ministeri yetu inakamata watoto kwanza, wakingali watoto inawafunza kwanza neno la Mungu. Neno la Mungu itawaonesha dhambi inaua, dhambi inaharibisha. Okay. Inaingia mfamilia, inakamata wamama wazazi, inawaonesha namna gani ya kuongoza ule mtoto kwa kwenda kwa njia nzuri. Na zaidi hapa kwetu njoo tunaona uchuruzi, lakini nchi zingine zinazoendelea watoto wanasoma. Maana ikitokea masomo ya msingi uko naonesha mtoto ya kwamba naye kesho ajue kujitegemea. Unaenda shuleni juu kesho na ujitegemee. Na mtoto akianza shule anakomaa, anasoma sekondari, na kama kuko uwezo anaweza hata kufanya university. Kisha wakitafuta kazi, wakitafuta mtumishi, tutakuwa tayari kukamata yule mtoto mwanamke juu alisoma na mkamfunza. Na tukamfunza kwanza, anajua kuogopa Mungu, anapata education ya familia, na kisha tena aliongezea kwa masomo ingine education na akapata cheti. Okay, asante sana. Mama Mignone, wewe ni mwalimu wa mama. Mama kwanza ni nani? Nafasi yake mama. Mama ni nani? Mama ni mtu mwenye anapashwa kujua kuongoza kwanza nyumba yake. Okay. Ajijue mimi niko mwaibu nyumba, mie niko nani? Okay. Ajijue role yake ni nani, yeye ni nani. Ndio maana nilikwambia bwana mtangazaji, mama ni mtu mwenye kabisa anaongoza nyumba yake, mimi hata serikali. Mama ajijue kama naye anaweza kuongoza hata serikali. Ndio kama Premier Ministre Madame Suminwa. Ambaye anaongoza kabisa mzuri sana na kila mtu anaitika. Lakini ni wachache sana mwanamke. Ndio kabisa. Mwanamke kwanza mimi ndaweza kusema ni mtu mwenye iko na jinsia tofauti na mwanaume. Ndio mwanamke. Bengine walikuwa nabaita watu wasiojiweza. Lakini tumekataa kuambia mama kama ni mtu asiyejiweza. Juu katika Biblia tunakutana, hata Biblia mlikuwa wa mama viongozi kama vile wa Dorcas, kama vile wa Esther, walikuwa mama wanakuwa mfano, waliongoza na wakasaidia na maendeleo yao ikaonekana. Kama vile mama mwenye tunasema Dorcas alikufaka juu ya kazi zilizokuwa nafanya, watu wa Mungu wakalia sana, wakamwambia mtume amuombee kwa gisi afufuke juu alikuwa na wafaa sana. So unaona kama tokea mwanzo wamama walikuwa wanafaa hata katika Biblia. Sasa huyo mama tofauti na mwanaume, mtu mwenyewe alikuwa naonewa, lakini sasa mafundisho yetu tulifanya leo ilikuwa ya kumuonesha kama ule mama asiendelee kuonelewa wala kusaulika, ilifo ajitafutie njia ya kujipatia naye aonekane
mbele ya watu wengine. Asante sana. Mama, hapo nasema maandiko ndiyo ya Biblia inaonesha, lakini hayo maandiko inasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kama mimi mwanaume najua mwanamke ni kiumbe dhaifu, na kuya mbiro ya minione na kutana iko pale, yeye ndo atanipokea, yeye ndo directrice. Kwani naweza kaitika mwanamke aniongoze kabisa? Ndiyo kabisa. Namna gani? Kweli. Makati mwanamke iko na ile experience, anaionesha, iko na ile nguvu, anaonesha ile uhuru wake, iko na kamata azimio, hana boga, utakubali akupokee na kuongelesha. Asante sana. Tukienda mama Mignone, katika ministeri hapa mama Antoinette alisema kuonesha kuhusu mikopo nini na nini. Je, katika ministeri yenu juu tunayua banamke mingi kwa saa hizi bako mchangamoto ya aveke na kopeke na likilimba hizo changamoto mbili. Katika ministeri yenu, je, amuoni hiyo inaweza leta sababu ya ministeri kuvunjika? Hiyo ni mko mnataka mwanze France? Hapana. Ile haiwezi leta ministeri kuvunjika. Ile kwanza inahimiza wamama. Ile aveke sa ile aveke inahimiza wamama kujijua gisi anaweza pata ile 100 francs na Nigeria. Gisi ile 100 francs yenyewe kwa nakia weka mu aveke yake. Anayua kama kesho ile 100 francs itazala na taikopesha na napata interet ya ile na nafanya tena uchuruzi kidogo naye anajikuta naye iko kameme sawa, haiko mama mwenye kuzaraulika mbele ya wengine. Wajue kujere makuta na kujere wakati. Na aina gani ya wakina mama ambao mnafundisha, ni wamama tu au na wabinti? Sawa vile nilikwambia mtangazaji, mtoto mafunzo inaanzia kubazi. Njoo kisi nilikwambia tunapaswa anza kuwafundisha. Njoo pale kwa tulikamata wamama tukaonesha ke a partir unazala mtoto mwanamke unapaswa anza kumuonesha ya kwamba hata kuwa tu mtu wa kujitegemea, wa kufagia mnyumba, wa kukoropa, wa kusukula sahani, anapaswa kameme kuproduire naye kwa ujenzi wa jamaa. Ndio maana tulisema wa binti na wamama hata wenye 3e age tunaweza kuwarekipere kama vile wamama wazee juu ya kufundisha namna gani ya kujitegemea kwa kutumia uchumi wao kwa kuijere kwa wakati na kuijere kwa nguvu. Asante sana. Yaani wanawake mjiandae. Sasa mama Mignone, unasikia hapa meme wa 3e age. Okay. Bale bafie bene banategemeaka tu gaso abahonge, unakutana mama iko kwenye ndoa anatoka nje, si unaweza waambia kutokana na mafundisho yenu mko mnafundisha ministeri? Ndiyo bwana mtangazaji, kutokana na mafundisho yenyewe tulikuwa nayo, mlikuwa wa jeune fille walikuwa hemo, kutokana na hiyo mafundisho tumeonyesha kama fie asitegemee mwanaume tu. Mwanaume aende kuhonge, mwanaume uende ufanye vinyange avinge stahili pour que pate franc. Tunaonyesha kama kwamba fie naye iko na uwezo wa kusema nauza jitegemea. Anaweza pata ile hata meme 10,000 francs na nafanya activity hata kwa barabara ya kalanga mafield. Anakalanga pale na anarekolte makuta yake na inampermettre ule jeune fille asifanye maovu mabaya paske ni mtoto mwanamke mwenye ashapata mafundisho ya kujua kama naye anaweza jitegemea. Kwa hii fite yangu mimi najua ndatosha kwa mafuta, kwa hii fite yangu mimi najua kama ndatosha imega. Na ndio maana tuliinvite na wa jeune fille wa participer mwa hii mafundisho ya leo. Okay, baada ya mafundisho ya leo mama Antoinette, sijui nini hasa inatuma wanawake wasijitegemee?
Mara mingi mwanamke kutokujitegemea ilikuwa ni madhaifu. Na ya pili, madhaifu ya mwanaume au madhaifu ya mwewe bali? Madhaifu ya base. Okay. Kwenye alizaliwa tuseme. Okay. Puisque kama unazaliwa kwanza. Nizokate kauli. Hiyo base kuna mwingine anatazama, wenda hakusoma hiyo base, ungefafanusha hiyo base ni nini hasa? Base tunaanzia kwetu. Ndaweza kuwa familia ya kitoto. Okay. Ndaweza kuwa sikusoma. Okay. Kama vile tuko tunasema leo obstacle ya mwanamke kutokujitegemea inatokana kwanza na infrastructure. Okay. Manake tutaweza kuwa fasi kwenye hakuna masomo. Au tutaweza kuwa fasi kwenye hakuna barabara. Okay. Kwa gisi tutoke kule yulu tuteremuke hakuna gari ya kututoa kule. Maana tunajuta tuko mbali kwanza. Sasa kule kwenye niko napashwa iga tabia ya mama yangu. Hata wamama wa zamani walikuwa wanalima. Ndio. Na kesho utasikia wanauza mangombe. Wengine walikuwa naachiwa na wabwana wao, lakini wanakomalisha watoto. Juu ya nini? Walikuwa natumika. Kutumika sio tu asio ikale mubiro, njoo kutumika. Kutumika hata shamba ni kutumika. Hata mafriti ni hata mama anasema hata kuisha friti ni kutumika. Haiko vile. Hata kufuga ni kutumika. Maana inakubidi tu wewe mama, wewe ukontribue, uingie na wewe mu movement. Na ile itakuepusha na mabaya ya wanaume. Puisque leo kwa wanaume bako na profiter bafie mu faiblesse zao. Ndakuuzia mega, ndakuuzia android, ndakuuzia kama mavazi, kama ndakuuzia nini. Lakini makati iko natumika. Anatosheka na ile yenye napata. Mwanaume hata mdanganya. Na tuko tunamwambia kila siku, ukitumainia tu mwanaume, uko na riski kesho kupata magonjwa ya zinaa na hautaiweza. Juu wanaume wengi wanatumainia tu wabake wa mama moralement, juu wa corrompre moralement, juu wa profiter sexuellement. Atakuja atakubembeleza, anakupatia ile 5000, haitakutojeleza kubezwe za. Sijua ana franka. Juu ya nini? Hana franka. Lakini kama iko na 20000, mwatamletea 5000 atamsabuti. Hiyo ni kweli. Haiko vile. Na anaepukana deja na magonjwa ya zina. Leo kama magonjwa yanatawala sana ni juu ya wanawake kujiachililia. Lakini wamama na washauri, tuwafunze watoto kutumika na kujitegemea. Makati anajitegemea yeye mwenyewe, hata kuwa mtentative ya kwenda kuharibisha maisha yake. Njoo kweli yenye iko hiyo inatufunza mwanamke kujitegemea kwa uchumi. Akijua kujere wakati na makuta yenye anapata. Na ingine atosheke na gisi. Kama hauko wa kutosheka utaenda mbali. Asante sana. Mama Mignone, sijui kwa wale wanaume wenye wanatakaka mabibi yao wasiko wanatumika akwetu kunyumba. Banasema masomo mwanamke ni kumafika. Sio nazambia bana. Mie ndaweza ambia wale mapapa vraiment ile ilikuwa sasa vile ni coloniser wanamke. Bibi yangu hataenda fasi fulani, hataenda tumika, bibi yangu juu ni mrembo, hataenda tumika batamtongoza vya vile. Hapana. Mimi ningeshauria mapapa, baache wa mama wafanye kazi. Mama kuwe huru kufanya kazi. Mama naye ajikute msosiete naye kama anaweza kufanya kazi. Wale wa papa waache wa mama nao wafanye vya, kama ni mama anataka kufanya biashara, afanye ile biashara. Kama ni mama ataenda kuchungura kurangua, ache ule mama naye huru kufanya biashara yenye anataka kuifanya. Bwana mtangazaji, labda nimeongeza ndio. Mama anapashwa kuhimiziwa. Juu ya nini? Mama vyake vyote vimeshiaka mwake. Ndio. Si vile? Njoo maana tunapashwa muhimiza juu akipata makuta yake inaingiaka mfamili. Lakini baba makuta yao yote haingiake mfamili. Mama hapa anataka.
Ndakwambia mtangazaji. Baba moya anapokea mshahara wake, anafika njiani, anakutana na kolege. Hababebake masaka me. Bwana anatiaka mfuko kabisa. Unasikia? Anabeba, anakutana na kolege balisomaka naye. Yeye atakuwa wa kwanza mega. Ule mama atamwamvutia anamwambia tu niuzie mega. Ule baba juu mkono uko karibu, atagusa tu hivi na nachomola. Atafika mbele na atakutana na mwingine, atamwambia unakumbuka tulisoma na wewe, nilipie kwa transport. Atafika tena pale anachomola. So ona kama ile mshahara iko apunguka. Lakini mama yeye anabeba kasaka me. Musaka meza hapo, mnakuka mifuko 2. Anatoshaka ya nje, anatia hii mfuko ya nje, anatia mo ya transport yake. Ya makazi anatia mfuko ya ndani ya pembeni. Hii ingine mfuko ya katikati ya kabambi anatia mlauda za tapita kuemea. Kwa jinsi umwambie tena atoshe, afungule tirete 2 baba mtangazaji. Itakuwa vigumu sana. Okay, tunajua makuta mwanamke inakuwa nguvu kutoa, lakini sasa hiyo kusema makuta mwanamke inachangia mjamii hapana. Mimi nakubisha. Hapa tuja na jana Pamela Bokeza. Mubasinisre kulipitikana komba. Mwanaume anaambia mwanamke, leta sasa makuta. Unaonyeshaka zako. Fuye kiasi. Sasa ukiangalia ukweli hata wewe kwako, sijui je, eske unaonyeshaka ukipokea unalitaka mshahara? Papa ndo makuta yani nipokea. Au unazituma tu, unatumia wakakako. Ndio baba mtangazaji, ile unasema mimi siitiki. Au itiki? Juu ya nini? Juu vile tuko niko na kuonesha tu basi. Mara mingi tunashindwaka kujielewa. Unaona? Makati uliedike watoto yako bakaenda vizuri, bakaoa vizuri. Kuoa vizuri ni kusema walifika kwa serikali. Serikali kawaambia wasaini namna gani wataishi. Wewe unasaini bien commun. Si ndio wasemaka vitu vya kuchangia. Maana hakuna kiapo na hakuna kiapo. Nijue mshahara yako unapokeaka na mie ujue mshahara wangu unapokeaka. Nikipata makuta yangu uijue, nikipata mafanikio uijue. Tunaona? Juu ya nini sasa wanafanya vile? Juu ya kuevite kesho kusikwe kinyume. Lakini sasa uko nakutana kwa leo batu wanazolana mbarabara. Habana hata shina moya watasambia, habana subasma. Okay. Mwanaume analeta pesa zake, hakuna kumkontrole. Haogopi serikali, haogopi familia na haogopi Mungu. Sasa mimi mwanamke na mie nikileta zangu na mimi najikontrole. Juu na mimi ndakuwa mwale ritme yake. Juu Biblia inasema mwanaume akipotea maana yake jamaa wote wanapotea. Sivi? Na mimi naingia mwale ritme ya ule bwana. Hana naye na mimi nafanya vile. Lakini sio vizuri. Mama mwenye atafuta kujenga nyumba yake, hata kama haukusaini kuserikali na bwana yako, unapaswa fika mnyumba, unamuonesha, kisha mnaambiana tufanye aye hii franga. Njoo ile tuko nakwambia tu, nilikwambia kumfunza namna ya kujere makuta. Ile yote iko mwali mafundisho, kama wengi watapenda, kama watatuitisha, watuulize namna gani wataweza jere makuta. Makuta ya mama na ya baba ni lazima ifaidishe jamii. Ukishaleta franga uoneshe bibi yako, lakini unapenda kuoneshe zake. Nani mwenye kuna makosa katikati wale wawili? Mwenye kuna makosa? Wote wawili. Wewe unaleta makuta yako kama baba. Sivili? Ndio. Haukunionesha. Ndio. Kisha sasa na mimi nakatala kuonesha. Mbona leo? Mwa wawili. Juu mwenye anakuoa ni mwanaume. Wewe unapaswa umlete yangu anaanza anaonesha franga. Kesho na mimi nataka muonesha. Njoo vile sasa maana wewe ukimuonesha ndio kontre nitakwambia. Wewe ndio example. Wewe ndio example. Wewe ndio kichwa cha nyumba. Kwanza kikufu nataka miguu itembee. Mwanaume kwanza akimuonesha makuta ataanza ambia mwanamke ataanza ambia wanawake twende angalia papa, twende angalia mama, kaka kule walimfukuza mlipia kwa university.
Ndio akili za mwanamke. Mbona sasa baba kama uko na makuta wakikwambia ulipie sherehe yako kwa university ni makosa? Sasa sio makosa, lakini sasa John ni wao kuanza kusema balipie mama yangu au mdogo yangu. Hapana. Mimi nasema kila siku kichwa cha baba kikiharibika, jamii yote inaharibika. Sasa unaleta makuta yako unanifichika. Kisha unaenda beba makuta, unaenda lipia mdogo wako masomo bila mimi kuniambia. Sitakatai. Mama, eske unanishaka wanako salary? Mimi nikipokea makuta yangu. Usiseme tu fanatisme tu. Hapana, mtangazaji. Mimi nikipokea makuta yangu na silitaka kumeza. Bwana yangu, makuta yangu hii tulipata leo. Tufanye nini? Kama kuko shida ya kufanyisha ile makuta, tunapana mawazo na tunasitumikisha zile makuta. Kama hakuna, tunaomba kwa mfano akikwambia hii makuta nilipokea ndaziuza kwanza pantalo. Mimi nikipokea makuta yangu, mume wangu ananiambia atauza pantalo. Haina shida. Hata mwambia zangu ndio takiauza. Haina shida kumuuzia mume wangu pantalo. Maana yeye ndio kichwa cha nyumba. Kumuuzia pantalo haidependre. Kwanza ni kuuzia mume pantalo. Pale utaonekana mwanamke bora sana ndani ya ile familia. Sawa, sijui ministeri yenu inasaidia nini sana jamii? Ministeri yetu inasaidia kijamii kwanza juu ya formation kwanza ya leo. Mimi najua wale wabinti walikuwa, wale wakina mama walikuwa walitoka na faida kubwa sana. Okay. Kujua mimi ni nani kwanza, kujua mimi ndaweza pata hii 10,000 francs yangu nitaitembeza namna gani. Jule garso kesho asinidrage aniwewe mkondisio yenye haiko sawa. Ndio mimi ndio kwa faida ya ministeri yetu yenye iko natufanyizia. Eske formation ni mulipanga tu leo au ni itakuwa kwa juma au kwa mwezi? Formation yetu itakuwa seme kwa juma wala kwa mwezi, mimi tutakuwa tunaifanya kwa wakati wenye unafaa. Tutaendelea kufanya ile formation, kuformer mama, kujua mama yeye ni nani, kujua mama kujitegemea kiuchumi ndani ya familia. Okay, mama Antoinette, siwi kuwale banamuke unajua hapa kwa saki upinzani watasema bile vyabo ni vya ministeri vya reveye sitaenda visikia. Unakutana sana sana mama bana waitaka bakiporo. Unasikia mama bakiporo. Bile ni dini gani? Asikia ni ministeri ya mnyama amesitaenda visikia. Si wale wa mama unaweza kabambia nini? Asante sana bwana mtangazaji. Mambo ya dini ni ya nguvu sana. Na aliyeanzisha dini mie kwa ngambo yangu samangaji mwameme. Labda aliweza kachanganisha watu. Puisque shibu wote tunaombaka Mungu huyu. Sijawahi kuona kanisa yenye inaendaka haiombi Mungu mwenye wengine wanaombaka. Mie kwa kweli ni mtu wa sepaki, witiem sepaki. Lakini naombeaka kwa ministeri. Makati naenda kule ku ministeri na kule nako Mungu tulikuwa tunaomba huko. Ambaye tunaomba huko na ndio tuko tunaomba huko. Ndajikaza sana, ndajihimiza na ndaambia watu wengine mkuye tuungane pamoja. Puisque mu ministeri muko mabranche za mingi. Huko branche ya development. Ile branche ya development haichagui mtu. Hata kama uko wa dini fulani, ukijiunga nao kwa ajili ya maendeleo, watakupokea. Ukijiunga nao kwa ajili ya Yesu, watakupokea. Sioni kabisa kama kunaweza kuwa kritike wala kukue utafauti wa kusema mtu alitoka huku asiende huku. Kabisa mie ningekemea kabisa ile sauti yenye inasema wale ni wa nyama. Mnyama tuko naye siku zote. Na labda tulishaka muona lakini hatumjui kwa macho ya kinyama. Sasa. Sijui mama Mignone, unaweza kwa mwisho unaweza ambia watu nini?
Kwa mwisho ninaweza kuambia watu wote wenyewe waliparticipe mwa information ya leo waaplike mafundisho yenyewe walipata kwa siku ya leo kwa ajili ya kuendelesha familia yao, na pia wale wabinti nao walikuwa mule nao wa mettre en application mafundisho ya leo pour que imuprepare kesho ni binti leo, kesho nataanzisha maisha yake. Wakati alipata ile maformation sawa kama na hii ya leo, itamsaidia kujenga nyumba yake, itamsaidia kujua yeye mwale nyumba yeye ni nani. Asante sana. Sijui mama, upande mwingine kwa mwisho naweza ambia wenzako wanamke nini na wababa nini? Asante sana bwana mtangazaji. Kwa mwisho niko na maneno ya kusema kwa ajili ya wamama. Ndio. Wamama wasijiachilie. Ndio. Wamama wajihimize sana, wajiendelee kujifunza na kukaribia wale wanako na ile ujuzi, jua wafundishe namna ya kujitegemea. Juu kujitegemea haiko fasili. Kwa kweli ni nguvu, lakini inaweka mtu kuwa huru. Ndio. Na tena kwa makanisa mengi iko naona sasa vile ni aibu kwa kuonesha mama ajitegemee. Makanisa mingi iko naonesha wamama kama wao wanapaswa bakia mafiga. Ndio. Lakini tukiwafundisha mzuri na tukiangalia mzuri, nyumba ambazo mama iko natumika njoo zinaendeleaka. Puisque wababa wako na kazi mingi sana, lakini wewe wenyewe hawawezi kuweza. Kwa makanisa wafanye nguvu yote, waanze kufanya maformation sawa na hizi tuko tunapata kwa gisi ya kuendelesha wamama. Na wamama ndio wanakuwa wengi mkanisa. Kama hana makuta ya kutoa sadaka, hata sadaka itaingia mkanisa. Lakini kama kuna kazi yake, anapata kutoa cha 10 na sadaka na kanisa inaendelea. Hiyo ni kweli. Haiko vile bwana. Na kwa serikali mama anashindwa kuendelea kwa ajili ya security. Watusaidie sana, watutilie security. Haiko vile. Hiyo ni kweli. Huko nataka aenda tuseme kutafuta cha kazi, sawa wale wamama wanaenda kwa masoko, anafika kule banamvunja moyo. Unaona pale. Na wengine yenyewe watatusaidia kwa serikali itupatie mabarabara. Tuko nataka twende tuchuruze, gari haitafika kutukwenda na mudi. Juu ya nini? Hakuna barabara. Kitundu pako banatoka vilaji mingi sana. Lakini hakuna barabara kutoka. Nao watusaidie, watutilie infrastructure. Ile itatusaidia sana, itatupunguzia umaskini. Ni kuambia tu wamama kama kujitegemea inapunguza umaskini. Hata mjamaa zetu sisi wamama makati tuko na kazi, tunapunguza malnutrition. Ndio. Wakati tuko na kazi, tunapunguza magonjwa. Juko ingine magonjwa yanakamatika mtu makati kuna njala. Makati ya kukula mzuri. Lakini kama kula mzuri, hata gonjwa ile magonjwa, kwa ile magonjwa kwenye viko waganga wanavijua vile. Njoo yenye ningiomba tu na kuomba kwa ministeri yetu itusaidie, igonge milango kubabayer de fonds. Bakumbuke mama ministeri nao kama bako pale banaweza kusaidiwa kwa ajili ya kujiendeleza. Asante. Asante sana ndugu mtazamaji, nikizani unasikia wamama hawa tulikuwa nao, ministeri yao inapatikana Uvira, quartier Kakombe, waichukua mkomine ya Mulongwe, Avenue Azuri numero 7. Ndugu mtazamaji ambao unatufuata hapa, usikose kujiabone, na ukitaka utafute ministeri tutakuandikia pale namba ya mchungaji pale mwenye anahusika. Sijui tukianzia kwa mama hapa, adresi yako wanaweza kupata namna gani wakitaka kutafuta, kama ni WhatsApp, kama ni Facebook? Adresi yangu niko na numero yangu de telefone iko 097 67 27 393. Pale utanipata. Asante sana kwa mashauri.
sio mambo mengine. Sijui mamangu, mengine adresi yako mtu anaweza kutafuta kwa ushauri. Kwa ushauri unaweza kunipata kwenye mtandao WhatsApp namba za 099 05 30 494. Asante, ni mwisho wa kipindi chetu